Amen. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Karibu sana katika session yetu ya siku ya leo. Nina furaha kubwa sana ya kuweza kuwa nawe katika program hii. Awali ya yote nataka nimshukuru Mungu aliyeumba mbingu na nchi kwa neema yake ambayo ametupatia siku ya leo tuweze kufanya kipindi. Lakini pia nakushukuru wewe ambaye ufuatilia program hizi. Mungu aendelee kubariki sana. Ikiwa ni mara yako ya kwanza, hii ni channel ya Neno la Maarifa na ni platform maalum kabisa kwa ajili ya wanawake kujifunza, kuomba pamoja, kupata maarifa mbalimbali kutoka katika neno la Mungu ambayo yatatusaidia katika maisha yetu. Amen. Basi ikiwa ni mara yako ya kwanza, karibu sana katika program hizi na Mungu akubariki sana kwa kuweza kuwa nasi. Leo nina jambo la muhimu sana ambalo limekuwa katika moyo wangu muda mrefu niweze kushare nanyi siku hii ya leo. Kuna vitu hapa nitamani tushare, naamini vitaweza kutusaidia na kutuvusha kutoka level moja hadi nyingine. Basi kabla sijaendelea, wacha tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, kushukuru kwa ajili ya neema yako ambayo umenipatia siku ya leo. Roho Mtakatifu, mimi ni kama chombo, naomba unitumie utakavyo, ukamponye mama yule, ukamponye binti yule Bwana, kupitia somo hili Bwana, ukapate kumvusha kutoka pale alikokwama miaka mingi. Bwana kavushwe na kuweza kupata yale ambayo Mungu umempangia ayapate katika maisha yake. Ninafunga kila roho zote za giza zinazozuilia ufahamu na uelewa katika jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Leo nitakwenda kuzungumzia jambo la muhimu sana ambalo huenda umewahi kulisikia, huenda unalisikia mara nyingi, huenda unaambiwa mara nyingi, lakini leo ningetamani kulitazama kwa mtazamo wa kitofauti zaidi ama wa msisitizo zaidi ambao utakusaidia sana katika maisha yako. Tutasoma katika kitabu kile cha Sefania 3, Sefania 3 na mstari wa 10. Anasema, maana toka nchi iliyo mbali na mito ya Kushi waniomba dua, yani binti za watu wangu waliotawanyika wataleta matoleo yangu. Unaweza ukapata muda ukasoma huko juu ukaelewa jinsi ambavyo mambo yalitokea hapo mpaka hawa binti wakawa wametawanyika, na kukawa kuna mambo mengi sana hapo juu yaliyotokea, unaweza ukafuatilia, lakini mimi nataka tutokee hapa 10 kuendelea kuona nini kilitokea baada ya yote yaliyotokea huko juu. Baada ya changamoto zote ambazo alizipata hapa, Mungu akawaletea solution, akasema, maana toka nchi iliyo mbali na mito ya Kushi waniomba dua, yani binti za watu wangu waliotawanyika. Yani hawa binti walikuwa ni waombaji. Tunaona hapa nasema waniomba dua, lakini wametawanyika. Unaweza kuwa mama ni mwombaji sana, unasoma neno, unajitahidi sana katika utakatifu, lakini umetawanyika. Vitu vyako vimetawanyika katika ulimwengu wa roho. Ukiangalia ni kama huoni kinachoendelea, huoni uchumi kwenye maisha yako, huoni progress yoyote kwenye maisha yako, pamoja na kwamba wewe ni binti wa Mungu, pamoja na kwamba ni mwana wa Mungu, lakini maisha yako yametawanyika. Naomba usome vizuri, anasema waniombao dua. Yani hao binti walikuwa wanaomba lakini wametawanyika. Walikuwa wanaomba lakini hawakuwa katika ule mstari ambao Mungu amekusudia. Sasa hapa akawapa solution. Akawaambia hivi, wataleta matoleo yangu. Sasa kwa lugha tu ya kawaida huwa na misemo nasema kutokujua sheria hakukuzuia, haiwi sababu ya wewe kutokuhukumiwa kwa kuvunja sheria. Sasa katika maisha haya ya kiroho kuna sheria lazima utembee nazo. Haijalishi umeokoka miaka mingi, umeokoka miaka mingapi, hiyo sio shida. Haijalishi unaomba masaa mangapi, unasoma neno masaa mangapi, unaishi maisha matakatifu, lakini ikiwa kuna sheria
hauzifanyii kazi, uwe na uhakika kutakuwa na kutawanyika kwenye maisha yako. Kuna vitu vyako vitaweza kuwa vimetawanyika. Every time, ikiwa katika ulimwengu wa roho fedha zako zimetawanyika, ni yule mtu ambaye hawezi kukusanya. Anapata pesa lakini leo imeenda kule. Yaani hawezi kuikusanya kwa pamoja akafanya kitu kinachoonekana. Kwa nini? Kwa sababu mali zake, fedha zake zimetawanyika. Sasa tutakwenda kujifunza sheria hii siku ya leo, ambayo ni sheria ya matoleo. Napozungumzia matoleo, ninazungumzia sadaka, ninazungumzia kutoa kile ambacho ulikuwa ukitumie wewe ukampatia mtu mwingine. Either ukampatia mtu mwingine, ukatoa sadaka kanisani, kikatumika. Yani kitu ambacho ulikuwa ukitumia wewe mwenyewe, lakini umekiamua kiende kikatumike sehemu nyingine, kama hapo nilivyoeleza. Sasa hawa binti za watu walitawanyika kama nilivyokuambia. Hata wewe mwenyewe unaweza kuta vitu vyako vimetawanyika. Ni kweli unaomba dua, ni kweli ni mtu unaishi maisha matakatifu, lakini Mungu leo hii anataka tufahamu sheria hii ya matoleo. Kwa hiyo sheria katika neno la Mungu. Leo hii unakuta kuna watu wengi sana wanaishi katika viwango vya chini sana vya maisha, ambavyo kimsingi hawakupangiwa hivyo, lakini kwa sababu ya sheria fulani hawajaishika, imekuwa ni chanzo. Sasa nataka nikwambie, kabla sijasoma kinachoendelea hapa chini, nataka nikuhakikishie tu ya kwamba kuokoka ama kuishi maisha matakatifu haimaanishi ndio uwe masikini. Haimaanishi ndio uwe una shida na changamoto za kila siku ndipo ambapo utasema okay, mimi leo nimeokoka. Sio kweli. Nataka tufungue kitabu kile cha, tutarudi hapo. Na kuna watu wengine wanasema sasa tunaanza kusikia habari ya mafanikio. Nataka turudi hapo tusome kitabu kile cha Zaburi. Biblia inatuambia watoto wa Mungu tunavyopashwa kuwa. Tutakusomea kitabu kile cha Zaburi ya 112. Yes. Zaburi ya 112. Ngoja nitumie hii Biblia ya neno. Biblia ya neno nitaisoma. Kwenye Zaburi ya 112 inasema, heri mtu yule amchaye Bwana na yule apendezwayo sana na amri zake. Watoto wake watakuwa wenye uwezo katika nchi, kizazi cha watu waadilifu kitabarikiwa. Nyumbani mwake kuna mali na utajiri, haki yake hudumu milele. Asa wewe ambaye unafikiria kwamba kuwa uliokoka ndio uishi maisha ya mateso ndio utakatifu. Sikia hapa Biblia inasema. Inasema mtu yule amchaye Bwana na mtu yule apendezwayo sana na amri zake. Watoto wake watakuwa wenye uwezo katika nchi, kizazi cha watu waadilifu kitabarikiwa. Nyumbani mwake kuna mali na utajiri, haki yake hudumu milele. Kwa hiyo ikiwa wewe ni mtakatifu, ikiwa wewe unatembea katika mapenzi ya Mungu, Biblia inatuambia hapa katika Zaburi ya 112, nyumbani kwako kunatakiwa kuwe na mali na utajiri. Sasa tuachane na hawa watu ambao wenyewe wamefocus kwenye mali, kwamba mtu anakwenda aombewe, akiwe mikono, amiminiwe mafuta, apate utajiri. Hamtaki Mungu, achana na hiyo. Sizungumzii hao. Nazungumzia wewe ambaye unaamua kuishi maisha matakatifu na kumpendeza Mungu. Ni haki yako na ni halali yako hapa sasa na Zaburi 112 kwamba nyumbani kwako kunatakiwa kuwa kuna mali na utajiri. Mali na nini? Na utajiri. Sasa hapa nataka tusome tena kitabu kingine hapa. Naona nimepata kitabu hapa cha kusoma kitu fulani hapa nikuelekeze. Ujue haki yako. Unajua saa nyingine unaweza ukawa unatia huruma sana. Unatia huruma ukihisi kwamba
hayo maisha unayoishi ndio hayo ambayo umekusudiwa kuishi, lakini si kweli. Mungu ana mpango mzuri na wewe, na Mungu hajatuleta duniani tuteseke. Mungu hajatuleta, anataka tumtumikie, lakini tuanze na yeye. Watu wengi leo hii wanatamani sana kuwa na mautajiri na mali, lakini hawamtaki Mungu. Hiyo ni very wrong, hiyo ni mbaya. Lakini wewe ambaye utaanza kwa kumpenda Mungu, kwa kumtamani sana mahusiano yako na Mungu, na uhakika mali na utajiri is your portion. Hiyo ni nafasi yako. Naomba tusome katika Yeremia 29. Hii ni utangulizi, bado sijaenda kule ambako nimetarajia kufika. Hii niko kwenye utangulizi wa kukupa haki zako, wa kukuelekeza kwamba wewe kama uliokoka usirizike na hali ile ambayo unayo ukasema hii ndio Mungu amenipangia. Cha kwanza, hakikisha unampenda Mungu. Ukimpenda Mungu na kuishi maisha matakatifu, basi ni haki yako kuwa na mali na utajiri. Kusoma katika Zaburi 29 mstari wa 5 pale. Mstari naupenda sana. Of course napenda mstari kwenye Biblia, lakini huu unatutia moyo watumishi wa Mungu kwamba hatupo tu duniani ili tuishi kama vile tunasindikiza wengine. Soma katika Yeremia 29 mstari wa 5, anasema jengeni nyumba na mstarehe, pandeni bustani na mle mazao yake. Oweni wake na mzae wana na binti, waozeni wana wenu wake, nanyi watoeni binti zenu olewe, ili nao pia wazae wana na binti. Ongezekeni idadi yenu huko, wala msipungue. Yes. Tarudia ile mstari wa 5. Jengeni nyumba na mstarehe, pandeni bustani na mle mazao yake. Kwa hiyo hapa tunaambiwa nini? Wateule wa Mungu twapashwa kumiliki nyumba. Twapashwa kujenga nyumba na kukaa ndani yake. Mwingine anasema mimi nitaishi kwenye nyumba ya kupanga, pengine Mungu amenipangia. Lakini Biblia inasemaje hapa? Mungu anakutaka na wewe na nyumba yako. Mungu anakutaka na wewe uwe na maisha ambayo utakaa kwa kustarehe huku ukimtumikia Mungu wako. Kwa maisha ya wokovu sio maisha ya kwamba tumeingia kwenye wokovu ndo kuteseka. Ni sawa, kuna majaribu unaweza ukapitia, lakini ni mapenzi ya Mungu kabisa uishi maisha mazuri. Ukiangalia pale wale mitume walimuuliza Bwana Yesu, tapata nini? Sema maramia duniani na uzima wa milele. Kwa hiyo kumtumikia Mungu haimaanishi kwamba eti ndo uwe katika hali fulani hivi ambayo ni ya shida na tabu. Ni principles tu. Na nikasema wanawake wengi ama binti wa Mungu wengi wanaishi katika ugumu wa maisha kwa kutokufahamu principles za msingi ambazo tunapaswa kuzifanya. Najaribu kutafuta hapa Biblia inaona inanigomea, ngoja nifungue nyingine. Turudi kule kwenye Sefania 3. Yes, Sefania 3 mstari wa 10 pale. Anaelezea sasa hawa binti baada ya kuwa wametawanyika wafanye nini sasa? Ikiwa umeokoka, unaomba sana, unafanya kila kitu, lakini kuna sheria hii nataka siku ya leo kaitilie maanani ya matoleo. Sasa tuone matokeo kilichotokea baada ya hawa binti kutoa matoleo. Mstari wa 11 anasema, siku ile hutatayarika matendo yako yote ulioniasi, maana hapo nitawaondoa watu wako wanaotakabari na kujivuna wasiwe kati yako, wala hutatakabari tena katika mlima wa mtakatifu. Wanaelekezwa sasa hawa mabinti baada ya kutoa matoleo. Tunaona hapa wanaambia hivi, hawatatayarika. Watu wengi, walokole wengi sana kwenye eneo la utoaji hawajavuka hapo. Yaani unakuta mtu kwenye eneo la utoaji ni mgumu sana, hata umwambie nini. Yaani inaweza ikatangazwa kanisani kunahitajika hichi na hichi, yeye akaangalia lakini mimi na shida hii na hii na hii. Lakini kumbuka, unapotanguliza kufanya cha Mungu, Mungu anakubariki. Ona hapa, nataka nikupe faida za kuwa mtoaji, kuishikilia sheria ya matoleo katika maisha yako ya kila siku. Usio ni mtu wa kutia huruma kila siku kwamba mimi siwezi kufanya hichi, nina mambo mengi na matatizo mengi.
unatakiwa uchangie huduma, unatakiwa ufanye mambo fulani fulani katika kazi ya Mungu, lakini huoni umuhimu huo, unakaa kujijali wewe zaidi. Kumbuka kuna sheria ya kupanda na kuvuna. Nataka nizungumzie hiyo pia. Usipokaa katika sheria za Mungu, kuna vitu utavipata. Unaweza kuwa umeokoka vizuri, lakini usipofanya hizo sheria hautopata. Usipopanda, je, utaweza kuvuna? Sheria ya kuvuna lazima upande. Lazima uwe mtoaji. Usitarajie sana kupokea wakati ikiwa wewe hutoi. Hicho ni kitu ambacho hakiwezekani. Ni sawa na mtu ambaye ana account benki na hawekezi kule, haweki fedha zake kule. Yeye anaenda tu kudraw. Atadraw, itafika kipindi hela zitakata. Kwa nini? Haweki. And hii ndio maisha ya mabinti wengi wa Mungu ambao wanaomba, ni watu wa dua, lakini hawana principle ama hawaitilii maanani hiyo principle ya matoleo. Kuna watu wengi sana anakuambia, bana, mimi napitia hichi na hichi na hichi mimi, lakini ukiangalia yule mtu ni mgumu sana kwenye kutoa. Ikiwa wewe una ugumu katika kutoa, leo hii mwambie Bwana, nipe neema ya kuwa mtoaji. Nipe neema ya kusapoti kazi yako. Nitakupa shuhuda hapa mbele, nikuelezee zaidi kuhusu mimi, yale ambayo Bwana of course ameweza kuyafanya kwenye maisha yangu. Naamini yatakusaidia sana. Kwa hiyo lazima, ili upate mafanikio ya kiroho, lazima uwe mtoaji. Lakini ikiwa ni mtu ambaye sio mtoaji, uwe na uhakika kuna namna fulani hautofika kwenye viwango vya baraka. Kama nilivyokuambia, huwezi kuvuna mahindi ikiwa ukupanda. Huwezi kutarajia kupokea ikiwa wewe hutoi. Kwa lazima umwambie Mungu siku ya leo, najifunza somo hili. Mimi kama binti yako, pengine vitu vyangu vimekuwa vimetawanyika, mambo yangu yamekuwa eleweki. Leo hii naomba Bwana nipe neema ya kuwa mtoaji. Sasa nitakuelezea hapa kilichotokea baada ya hawa binti sasa kutoa matoleo. Mstari wa 11 anasema, siku ile hutatayarika matendo yako yote uliyoniasi. Hapo nitaondoa watu wako wanaotakabari na kujivuna. Wasiwe kati yako, wala hutatakabari tena katika mlima wangu mtakatifu. Yaani ukisha kuwa mtoaji, automatically kuna watu Mungu atawaondoa kwenye maisha yako. Walikuwa na lengo la kukuletea madhara, lakini kwa sababu wewe ni mtoaji, sadaka yako unaitoa, matoleo yako unayatoa, yana nguvu ya kuwa push away watu ambao wapo katika mazingira ya uharibifu. Lakini mstari wa 12 anasema, lakini nitasaza ndani yako watu walionewa na maskini, na watalitumainia jina la Bwana. Sasa kuna watu ambao katika maisha yako, katika maisha yenu, umekuwa katika hali ya kuonewa, umekuwa katika hali ya kutahayari. Lakini tunaona hapa, utakapokuwa ni mtu wa kutoa, utakapokuwa ni mtu wa matoleo, tunaona hapa nasema, lakini itasaza ndani yako watu walionewa na maskini, nao watalitumainia jina la Bwana. Tuendelee mbele, anasema, mabaki ya Israeli hawatatenda uovu wala kusema uongo, wala ulimi wa daa utaonekana kinywani mwao, kwa maana watakula na kulala, wala hapana mtu atakayewaogofya. Kuna namna ambavyo ukiwa mtoaji, hata jamii yako inakuzunguka inapata ulinzi wa kiungu. Tunaona hapa mstari wa 10 anasema, imba e binti Sayuni, piga kelele Israeli, furahi na kushangilia kwa moyo wote e binti Yerusalemu. Bwana ameziondoa hukumu zako, amemtupa nje adui yako, mfalme wa Israeli. Naam, yeye Bwana yu katikati yako, hutaogopa uovu tena. Ni nini? Haya yote yanatokea baada ya huyu binti, hawa mabinti kuambiwa, sasa muwe watu watoaji, mumletee Bwana matoleo. Hofu, watu wanakuwa na hofu sana ya maisha. Nitaishije? Nitakulaje? Nitafanya nini? Ukiwa mtoaji, una uhakika ya kwamba unawekeza akiba, hautakuwa na hofu ya kesho. Mtu ambaye amewekeza fedha zake benki, ameweka akiba benki,
ana uhakika kwamba hizi fedha nitazitumia wakati fulani. Kwa hiyo unapokuwa unatoa ukijua ya kwamba mimi ninapeleka hii kwa ajili ya Mungu. Na kwenye utoaji kuna utoaji wa aina nyingi sana hapa. Sitazungumzia aina za utoaji, lakini nitatamani sana ufahamu kwamba lazima usimame na utoaji kwenye maisha yako. Ule mstari wa 17 nasema, Bwana Mungu wako yu katikati yako, shujaa awezaye kuokoa, atakushangilia kwa furaha kuu. Ukishakuwa mtoaji, tunaona hapa Mungu mwenyewe anakushangilia. Ukisoma katika mstari wa 17 pale anasema atakutuliza katika pendo lake, atakufurahia kwa kuimba. Imagine, tunaona hapa, yani ukishakuwa mtu wa matoleo, ukishakuwa ni mtu ambaye unathamini kazi ya Mungu kuliko vile unavyojithamini wewe, tunaona hapa anasema hivi, Mungu atakutuliza katika upendo wake. Imagine, katika mambo haya tunaopitia katika dunia, katika changamoto mbalimbali, imagine kutulizwa katika pendo la nani? La Mungu. Mstari wa 18 anasema nitawakusanya wanaousikitikia mkutano wa ibada na ulikuwa kwako, ambao mzigo ulikuwa juu yake ulikuwa fedheha kwao. Mstari wa 19, tazama wakati huo nitawapatiliza watu wote wanaokutesa. Wow. Yaani wakati nasoma hii, wakati najifunza hii, nikasema kumbe kuna namna fulani, kuna vita ambazo hutakaa upigane ikiwa wewe ni mtoaji. Ile sadaka unaotoa, matoleo unayoyatoa kwa Mungu kwa dhati. Achana na hizi, unakuta mtu anatoa sadaka na matoleo. Toa kitu ambacho kinakuuma, unaona, yani akikuumi kwamba unakitoa kwa uchungu, lakini unaona kabisa kimegusa moyo wako. Sasa kuna namna ambavyo ukiwa mtoaji unaona hapa anasema hivi, Mungu anawapatiliza wanaokutesa. Una watu wengi leo hii wanateswa na magonjwa, wanateswa na nguvu za giza, wanateswa sana, lakini wakijua principle hii ya matoleo, moja kwa moja tunaona hapa anasema hivi, Mungu atawapatiliza wote wanaokutesa, nami nitamponya yeye achechemea. Uponyaji hatukuseti kwamba toa ili uponywe, lakini tunaona hapa Biblia inasema hapa hata mtu anapokea uponyaji. Hawa mabinti walipotoa matoleo, tunaona hapa waliponywa. Na anasema nitamkusanya yeye aliyofukuzwa, nami nitawafanya kuwa sifa na jina. Yaani ukishakuwa mtu mtoaji, automatically unakaa katika level ambayo hukustahili kuwepo. Tunaona hapa, na nitakufanya kuwa sifa na jina na hawa ambao fedha yao ilikuwa katika dunia yote. Wakati huo nitawaingizeni, na wakati huo nitawakusanya, kwa maana nitawafanya ninyi kuwa sifa na jina miongoni mwa watu wote wa dunia, nitakapowarudisha wafungwa wenu mbele ya macho yenu, asema Bwana. Ninadhani umeweza kuelewa hapa umuhimu wa matoleo. Ningeweza kukuelezea sana kupitia mistari mingi ya Biblia, lakini leo ninatamani tu focus hapo niliposoma katika Yosefania. Mwanamke ambaye unataraji Mungu akutumie, lazima uwe mtoaji. Na lazima umwambie Mungu, ikiwa unaona kuna hali kitokea, kuna jambo lolote la kutoa, ikiwa kuna kitu chochote unatakiwa kutoa na kuna ugumu kwenye maisha yako, jua hapo kuna changamoto, na umwambie Mungu, ninaomba nipe moyo wa utoaji. Kwa sababu wengi wapo katika hali ya umaskini, wapo katika hali ya shida, sio kwa sababu Mungu amekusudia hayo, ni kwa sababu ya hizi principle. Alafu shetani, nikwambie, siku zote anaangalia wewe unakosea wapi ili akuhukumu pale unapokosea. Mfano kama hapa nimekuelekeza, nikakwambia Mungu anasemaje hapa. Tunaona hawa walielekezwa, walikuwa wametawanywa huko, wametawanyika, lakini tunaona wanaanza kurejeshwa baada ya matoleo. Baada ya nini matoleo? Kuna mtu mwingine anasema mimi natoa fungu la 10, nikishatoa fungu la 10 basi. Fungu la 10 ni sheria ambayo ni lazima utoe. Yaani hiyo ni sehemu ya Mungu. Lakini sasa ili ubarikiwe pia lazima uwe na moyo wa utoaji. Lazima utoe zaidi. Kwa sababu fungu la 10 ni lazima utoe.
Huwezi ukasema mimi natoa fungu la 10 ni mtoaji, hapana. Yaani kutoa fungu la 10 tu ukasema ni mtoaji, hapana, sio kweli. Kwa sababu hili ni sheria, yaani Mungu ameiweka, lazima utoe. Lakini matoleo na sadaka na kuwasaidia wajane na yatima ni vitu viwili tofauti. Fungu la 10 utoe, lakini toa kwa ajili ya kazi ya Mungu, toa kwa ajili ya wahitaji. Wewe ambaye unatarajia kufanikiwa, hakikisha unamwomba Mungu akusaidia, akupe neema ya kuwa mtoaji. Na maeneo ya kutoa hayo nimekuambia, kuna eneo la kutoa kwa ajili ya kazi ya Mungu. Umesikia kuna mkutano unafanyika, umesikia kuna mtumishi wa Mungu anapeleka injili sehemu fulani, anafanya kazi sehemu fulani, anahitaji supporting. Kwa ile sadaka unayoitoa, kumbuka kile anachokifanya kinaenda moja kwa moja kwenye maisha yako. Nikukumbushe kwenye Biblia, kwa yule mama aliyenunua marhamu akamsafisha Bwana Yesu, na ile marhamu alitoa sadaka. Alinunua manukato yale akayaleta kwa Bwana Yesu na akampaka Bwana Yesu, na Bwana Yesu akasema, nadhani utafuatilia mwenyewe kwa muda wako, akasema kwa hichi alichofanya umama, jambo hili alilotenda litakumbukwa popote pale injili itakapohubiriwa. Kwa nini? Yule mama aliingiwa na utoaji ndani yake. Na nikuhakikishie tu ya kwamba sadaka yoyote unayoitoa, ukatoa kwa moyo wa dhati, ukaitoa ikakubalika mbele za Mungu, hiyo sadaka haitokaa kamwe ikasaulika. Itakumbukwa. Ikiwa ni kizazi hichi ulicho nacho, ikiwa ni vizazi vya baadaye, hiyo sadaka itaendelea kusema na kusema na kusema. Kwa hiyo wewe ambaye umekuwa na struggle sana, unaomba sana, lakini na mambo mengi sana bado yamekushikilia, jaribu kuangalia sheria hii, jaribu kuifanyia kazi, kwa sababu utaona vile ambavyo Mungu atafanya. Na nataka nishare na wewe ushuhuda huu. Ni majuzi tu, majuzi nina share hichi, ni lengo kama nilivyokuambia, napenda sana kushare yale ambayo binafsi mimi nimeyapitia, yatakuwa na nguvu zaidi pia kwako. Ni wiki kadhaa hivi zimepita, basi kuna mtumishi wa Mungu alikuwa akihitaji kitu fulani. Of course, na mimi nilikuwa nina hicho kitu anachokitaka. Na wakati nimekaa nikawaza, hicho nilicho nacho pengine ninaweza nikafanya utaratibu fulani ili huyu mtumishi apate kitu bora zaidi. Kwa hiyo nikafanya nilichofanya, na nikahakikisha yule mtumishi kapata kile kitu. Na mimi wakati ninafanya utaratibu huo, na maana mimi nikabaki bila. Sio kama tunaelewa na watu wa Mungu. Najaribu kuongea kwa mafumbo sana, lakini utanielewa. Kwa hiyo nikabaki kile ambacho nimekitoa kwa ajili ya yule, nikabaki mimi sasa sina. Na ili sasa nikipate, inanilazimu tena sasa kupata fedha zaidi kuweza kupata. Kwa hiyo nikasema basi Mungu, ninaomba uweze kunibariki na mimi niweze kupata. Kwa baada ya kuwa nimefanya utoaji ule, nikakaa nadhani haikupita wiki, Mungu akanibariki kile ambacho nilitoa, thamani yake nikaja nikapata mtu mwingine akanibariki, na alichonibariki mimi thamani yake ni mara 3 zaidi ya kile ambacho nimetoa. Kwa hiyo hapa tunajifunza nini? Kuna sheria ya kupanda na kuvuna. Hiyo sheria usipoifanyia kazi, hata kama umeokoka, hata kama unaomba kiasi gani, huwezi kwenda kwenye, leo hii mimi niinuke niende kwenye mashamba. Mimi kidogo nimefanya kilimo
nina experience kidogo na kilimo. Kwa hiyo nitoke hapa, let's say niende labda Bagamoyo, niende nianze kuchuma nianze kutamani ile shamba la mananasi mazuri, ngoja nichume ya mananasi. Huo utakuwa ni wizi. Na watu wengi leo hii Wakristo wanaishi maisha ya wizi, ya kutamani baraka ambazo hawajazifanyia kazi, hawajapanda. Mimi napokaa na kutamani mananasi ya mtu ambaye ameshayapanda, hiyo ni nini? Sijui nitatumia lugha gani. Lakini ili mimi nitamani na kumiliki, lazima niingie kwenye kupanda. Kwa hiyo Wakristo wengi wanatamani sana baraka, wanatamani sana kubarikiwa, lakini hawapandi. Wanatamani kuvuna, lakini hawapandi. Nataka kupita na ushuhuda mwingine. Naomba Mungu akaniwezeshe kupitia ushuhuda huu, wewe ukaweze kufanya nini? Kuinua kiroho. Nilikuwa nafanya jambo fulani, sitasema kwa uwazi, nitasema tu kwa mafungo hapo. Nilikuwa niko sehemu fulani, nilikuwa nashughulikia issue fulani ya kwangu na familia. Wakati niko pale, nikasikia sauti kwamba natakiwa hichi unachokifanya kwa ajili yako na familia, fanya kwa ajili ya mtu fulani tena. Nikasema sawa Bwana, nitafanya. Kweli nikafanya, na yule mtumishi nikampigia simu, nikamwambia nilikuwa nashughulikia jambo 1, 2, 3 na nimesikia ndani yangu Mungu ananiambia nishughulikie jambo hili kwa ajili yako. Akafurahi sana, akasema hichi ni kitu ambacho kiukweli nilikuwa ninafikiria namna ya kukifanya. Kwa sababu Mungu amekuongoza wewe kunifanyia, basi Mungu akubariki. Basi nikaa nimefanya siku ile ile, nikisikia msisitizo mkubwa sana, hakikisha umefanya. Na by the way, nikasema sasa mimi kwa ajili yangu nitakiacha ili nianze na yeye. Kwa nikafanya ile jambo na nikaa nimefanikisha siku hile. I say wiki hiyo Mungu alinifanyia miujiza ya ajabu sana. Sana. Yaani miujiza ya ajabu kweli kweli. Kiasi kwamba nikasema sasa Mungu, hichi kidogo nilichotoa nimevuna mara nyingi zaidi. Kwa hiyo saa nyingine kuna vitu unatakiwa kufanya ili ubarikiwe. Wengi sana wanafikiria sana wao kubarikiwa, hawafikirii kutoa. Watu wanaolima, kama nilivyokuambia, nimekupa mfano huo, wanaweza wakaelewa zaidi. Kwa sababu wakati wa kulima ataingiza hela kule, hajui kama zitarudi, hajui itafanya. Lakini wakati wa kuvuna atavuna kwa furaha. Kwa nini? Kwa sababu aliwekeza. Wakati wa kupanda ni wakati ambao sio wa furaha. Wakati wa kupanda unatoa kitu chako cha thamani ambacho pengine ulipaswa ufanye kwa ajili ya familia yako. Mungu anakuambia no, chukua hiyo pesa, mpelekee mtumishi wangu pale afanye 1, 2, 3. Wakati unatoa kwa upendo na kwa imani, Mungu anakubariki. Mimi niseme ukweli, ile wiki sitaki kusema moja kwa moja ni nini na nini kilitokea, lakini kile nilichotoa kilirudi mara nyingi sana ndani ya ile wiki. Na kuna fedha zangu ambazo nilikuwa ni kama nimeshazisahau, na ni kama vile nimesha give up, lakini Mungu akafanya namna, wakaanza kunitafuta wenyewe. I say mimi fulani, ulikuwa kuna hela fulani ulikuwa unanidai, sasa nimeipata hii hapa, nitume wapi? Huyu mwingine, yani I say ilikuwa ni mafuriko ya baraka. Kwa nini? Sikwambii hivi kwa maana ya kwamba nikuelekeze nijisifu, na kuambia ili upate uhalisia halisi wa hichi ambacho mimi nakwambia. Kwa hiyo Mungu anaweza akasema na wewe, enda kafanya kitu fulani. Fanya. Umwambie Mungu, ninaomba unipe moyo wa ukulima.
Moyo wa ukulima namaanisha uwe ni mtu wa kupanda. Huwezi kwenda kuvuna kitu ambacho hujapanda, na wengi ndicho wanachokifanya. Mungu nibariki, bariki, nipate gari. Nitakupa ushuhuda mmoja mwingine ambao nimekumbushwa hapo. Wakati fulani tulikuwa kwenye ndoa na mume wangu, na kuna mtumishi akaja kutuhudumia. Sasa hii ninaisema, narudia tena kukuambia, ushuhuda wa kukujenga, wewe ili uwe mtoaji. Sasa akaja yule mtumishi, Roho Bwana akasema nami. Mume wangu hiyo simu ndio alikuwa nayo, smartphone, hakuwa na simu nyingine, na nadhani simu yake ilikuwa ni nzuri zaidi kuliko ya kwangu. Kwa hiyo Roho Bwana akasema nami, mwambie mume wako hiyo simu ampatie yule mtumishi. Okay. Nikamwambia mume, nasikia ndani yangu hiyo simu mbariki mtumishi wake. Hana simu. Alikuja kutoka kijijini, hakuwa na simu. Kwa hiyo mume wangu akaelewa. Akachukua ile simu akampatia yule mtumishi. Kilichokuja kutokea baada ya kuwa ametoa ile simu, haikuchukua round, yani tuseme haikuchukua muda, Mungu akafungua mlango wa fedha, tukapata gari. Si kama unanielewa. Ndio nakwambia, Mungu akupe moyo wa ukulima, moyo wa kupanda. Moyo wa kupanda. Usione tu baraka ukazitamani baraka zile, ukaona mashamba ya watu ukayatamani. Watu wamepanda, wamevuna. Unapoona leo hiyo kuna zile baraka, wamevuna kile walichokipanda. Sasa ikiwa wewe ni bahili, ni mbinafsi, sio mtoaji, sahau kuhusu kubarikiwa. Kuna vitu hautavipata. Kwa hiyo baada tu kutoa simu, wewe imagine tu kweli, this is sio niiteje. Unatoa simu, Mungu anakubariki gari. By that time tulikuwa tuna gari moja wakati tunatoa hiyo simu, ila sasa kulingana na kazi tunazozifanya na mizunguko mbalimbali, ikana tulazimu sasa angalau basi kila mtu awe na gari yake. Kwa hiyo baada ya muujiza, baada ya kutii sauti unaosema kwamba toa simu, ndani ya, yani sikumbuki vizuri, lakini ni ndani ya muda mfupi Bwana akawa amekubariki na gari. Ametubariki na gari. Kwa hiyo sasa zile shughuli ambazo kwa nazifanya zikarahisishwa zaidi, kwamba mimi nikaa na gari yangu natumia, na yeye akapata gari. Kwa nini? Aliruhusu. Na kwa nini Mungu alitaka yeye ndo atoe simu? By that time gari iliyokuwepo mimi ndo nilikuwa naitumia zaidi. Yeye ilikuwa inatulazimu mara nyingine tuwe pamoja kulingana na historia fulani ya kazi kwa tunafanya. Kwa hiyo second lazima tuwe pamoja, ila na yeye mwenyewe kana natamani na mimi sasa tufanye hivi na hivi. Kwa hiyo alipanda yeye. Kwa nini Mungu akusema na mimi kwamba nitoe simu mimi? Ila alitakiwa apande yeye, apate. Sasa nataka leo hii mwambie Bwana, nipe moyo wa ukulima, moyo wa kupanda. Usitamani tu mashamba ya watu baraka, ukazitamani wamepanda. Kile unachokiona wamevuna. Unachokiona baraka za watu ni result ya mavuno. Pamoja na kwamba ni kweli Mungu anatubariki, lakini ni kuhakikishie lazima na wewe ufanye jambo kwa Mungu. Tunaona Ibrahim. Angalia Ibrahim. Aliambiwa mtoe mwanao wa pekee. Alienda akamtoa, akaona na utayari wa kumtoa. Angalia kilichotokea. Baada ya pale tunasoma katika historia ya Biblia, baba wa imani alibarikiwa, alikuwa na mali nyingi sana. Kwa nini? Tayari alikuwa anajua principle ya kumtolea Mungu wake. Alikuwa anajua principle ya matoleo.
ni wengi sana leo hii, ni kuhakikishie, wanaishi chini ya viwango kwa sababu sio watoaji. Yani anaangalia yeye, akipata fedha ameipigia hesabu, ni yeye. Mimi nikwambie ukweli usiopingika, utaomba sana. Soma neno. Usipofata sheria ya matoleo, sahau kuhusu kubarikiwa. Lazima uwe mtoaji. Wakati fulani, nitakupa tena ushuhuda mwingine. Wakati fulani Mungu akaniambia, hakikisha unasaidia wajane na yatima. Kuonekana na programu yangu fulani ya kuwasomesha yatima, na wale ambao Mungu aliniwezesha kuadapt. Mungu alinipa neema kuadapt watoto wakati nikiwa bado mimi mwenyewe ni mtoto, nikiwa bado umri wangu sio mkubwa sana. Kwa hiyo Mungu akaniambia fanya hivyo, na baada ya kufanya, baraka zilikuwa zinamiminika ni za ajabu. Baraka zilizokuwa zinamiminika ni za ajabu. Nikiwa na umri takriban miaka 20 na kidogo hapo, Bwana alinifanyia mambo makubwa sana. Siwezi nikasema mengi sana, lakini nataka ujue ya kwamba badilika. Ongeza viwango vyako vya utoaji. Sapoti kazi ya Mungu. Mimi siko hapa kukuambia kwamba okay, now kama ninakupamba hivi unisupport mimi ufanye nini. Hapana. Mimi nimetumwa kukuambia kwamba fanya kile ambacho Bwana anakuambia ufanye. Baraka zako zipo hapo kwenye kutii. Baraka za kuvuna ziko kwenye kupanda. Jiwekee utaratibu kila mwezi. Fanya jambo kwenye kazi ya Bwana. Fanya jambo kwa wahitaji, wajane, yatima. Fanya jambo kila baada ya miezi kadhaa. Fanya kila baada ya muda fulani. Fanya. Wekeza kwenye kazi ya Mungu. Jitoe kwenye kazi ya Mungu. Utaona yale ambayo Bwana atayafanya. Baada ya kusema haya, Mungu akubariki sana na asante sana kwa kufuatilia. Mungu akupe neema ya kuwa mtoaji. Na ikiwa unaona una changamoto, unahisi kwenye utoaji, tutaingia kwenye maombi. Mungu akinipa neema, tutaingia kwenye maombi pamoja. Tumwambie Bwana, tupe neema ya kuwa wakulima. Mimi natuambia baba yetu, mfano sana baba yetu ni nani? Ni mkulima. Yana maana mkulima lazima kuna muda wa kupanda. Ikiwa baba yetu ni mkulima, kwa nini sisi tusiwe wakulima? Na katika vitu ambavyo sawa, ninaweza nikawa sina experience sana kwenye kilimo, inawezekana umenizidi experience na yote, lakini katika mafanikio yoyote lazima kuna mbegu iliwekwa pale ardhini. Kwa hiyo tutaingia kwenye maombi kumwambia Bwana, tuondolee ubinafsi. Shetani anachozuilia watu wengi baraka siku ya leo. Itakuja swala fulani, pengine kuna jambo fulani unatakiwa uchangie. Utaanza, sasa unachangia hiyo wakati wewe mwenyewe una mambo kibao. Una matatizo kibao. Achana na usichangie. Kumbe anakuzuilia baraka yako ya kuvuna. Anakuzuilia baraka yako. Kwa hiyo tutakuwa na maombi, na ikiwa una struggle sana kwenye eneo la utoaji, basi tutaungana kwenye maombi, tumwambie Bwana tusaidie. Tunataka kuvuna, tunataka tuone baraka. Kama hapa nilivyokusomea jamani, kwenye Zaburi ya 112 anasema hivi, nyumbani mwake kuna mali na utajiri, haki yake hudumu milele. Ni haki yetu kuishi nyumba nzuri, kuishi maisha mazuri. Ni haki yangu na ya kwako, ikiwa unaishi maisha matakatifu. Kuishi maisha matakatifu, kumwishia Mungu, haimaanishi ndio kuteseka. Sio kweli. Tunaona pia kwenye Yeremia 29 pale 5, sema jengeni nyumba mkae. Mtu mwingine unajiuliza, sasa mimi lini nitakaa kwangu? Ni haki yako. It is your right. Pengine tu kuna button kidogo unahitaji kuigusa. Ukiigusa pap, unashangaa.
Mungu anamimina mibaraka ya ajabu sana kwenye maisha yako, mibaraka ya ajabu mpaka unashtuka kwamba hivi haya Mungu ameyafanya kwangu. Kwa hiyo tutakuwa na session maalum hiyo, tutaomba kwa ajili ya kuwa na moyo wa kupanda kile kidogo ulicho nacho. Pata mshahara wako mwisho mwezi, toa fungu lako la 10, kinachobaki mwambie Mungu, kiasi hichi natoa kusupport kazi yako, kiasi hichi ni wajane na yatima. Biblia inasema unapowasaidia wajane, tena nimekumbushwa hichi kitu jamani, wewe mama, wewe dada ambaye una nguo kwenye begi lako, my God, huzivai, I say, unapoisikia video hii haraka sana, ikiwa ni nguo za kistaarabu, ikiwa ni nguo za heshima, tafadhali patia watu wengine. Kuna watu mabegi yao yamejaa nguo nyingi sana ambazo hawazivai, wameziweka kwenye mabegi. Hayo ni makosa. Nenda kagua kabati lako, nguo, angalia nguo ambazo huzivai lakini ni za heshima. Tafadhali bariki watu ambao hawana nguo. Pale nyumbani kwako kuna vitu ambavyo vitumii, tafadhali bariki watu wengine. Ulinunua redio, ulinunua sijui TV, sasa hivi utumii, umeweka store. Bariki watu wengine, usijaze nyumba yako vitu ambavyo vitumii, na ikiwa kuna watu wanavihitaji. Hayo ni makosa. Mungu anataka kukubariki. Ndio maana nikasema kwamba lazima tujue kupanda. Usipokuwa mtu kupanda kwa wengine, sahau kuhusu kuvuna. Mwambie Bwana, muulize Mungu, nina hichi na hichi. Na saa nyingine Mungu atakwambia utoe vile ambavyo unavihitaji. Yaani sio tu vile ambavyo vihitaji. Mungu atakwambia toa hichi unakihitaji, kipeleke. Na utakapokipeleka kile, utaona baraka za ajabu zikimiminika kwenye maisha yako. Watu wengi leo na struggle kwenye uchumi, kama nilivyosema tena, ni kwa sababu ya kuto kujua namna ama kufanyia kazi principle ama sheria ya kupanda na kuvuna. Kwa hakikisha unamwambia Bwana akuongoze vizuri. Nimesema kuna wengine Mungu atasema na wewe vitu unavyohitaji kabisa, nenda chukua, toa, peleka. Kitu unachokihitaji kabisa Mungu anakuambia chukua, pelekea mtu fulani, chukua, pelekea hivi, pelekea hivi. Na unamwambia Bwana, nimetoa, hii ni mbegu nimepanda, kwa neema yako Bwana utaniwezesha kuvuna kwa wakati nisipozimia moyo. Mungu akubariki sana na asante sana. Amen.